maanisha kutembea na Mungu. Satarapa. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 22. Kama unataka kuona mambo yanabadilika kwenye maisha yako, maanisha sana kutembea na Mungu. You really need to be serious. Unahitaji kumaanisha kutembea na Mungu. Jambo la kwanza, saidia kusoma Mwanzo 5:22. Twende msomaji, mpate msomaji tu haraka haraka. Muda umeshaenda sasa, saa 9 kasoro. Ndio dakika. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela. Ndio. Miaka 300. Twende. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Ndio. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Henoka akaenda pamoja na Mungu, akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Mtu mmoja nisaidie kusema amina. Amen. Henoko akatembea na Mungu, halafu Mungu akamtwaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maanisha kutembea na Mungu. Umekana jirani, mwambie maanisha kutembea na Mungu. Mwambie 2026. Maanisha kutembea na Mungu. Mwambie kama una jirani, wewe mimi ndio mchungaji hapa, nimekuambia wewe kama nikukusumbua, hata kama anaona kama anakaa hataki kusumbulia, tikisa yeye, mwambie mwaka huu mwanangu, maanisha kutembea na Mungu. Tembea na Mungu. Maandiko yanasema Henoko, ukisoma habari ya mtu anaitwa Methusela, yeye hakuwahi kufanya chochote kwenye Biblia. Ila aliwahi, yeye akaishi miaka kadhaa, lakini pia alitembea na Mungu, na katika kutembea na Mungu maandiko yanasema Bwana akamtwaa. Yani he just disappeared. Kutembea na Mungu kwa Henoka kukamfanya kutoweka tu. Yani uko katikati ya watu na unaishi kawaida yao, unakula chakula chao, mazingira yale yale na namna ile ile, ila kinachokutofautisha wewe na wao ni ule mtembeo wako na Mungu. Na huo mtembeo wako na Mungu ndio unaweza kukufanya Mungu akuchomoe katikati yao. Wakati umekaa katikati yao, wanaona ni level moja, wanaona ni akili moja, wanajua ni kijiji kimoja, wanajua ni mafuta yale yale. Lakini kama unatembea na Mungu, yako majira ambayo Mungu mwenyewe anakuja na kuchomoa katikati yao. Ni maombi yangu 2026 Mungu atakutoa katikati yao. Unapotembea na Bwana, unapotembea na Bwana, akutoe katikati yao. Hao waliokuzoea, hao wanaokuona wa kawaida, akutoe katikati yao. Achilia neema ya kutolewa katikati yao. Kuna mtu hasemi amina unga. Alafu nanirudisha nyuma sana, maana nasikia kuachilia vitu fulani. Mtu mmoja nisaidie kusema amina. Nisaidie kusema amina. Henoko alitembea na Mungu. Henoko akaenda pamoja na Mungu. Henoko akaishi na Mungu. Majira ya Mungu yalipofika, Henoko hakufa kitu cha kawaida, hakufa kifo cha kawaida. Kifo cha Henoko tunakisoma wote, kilikuwa ni cha tofauti. Gari la moto, ni gari la moshi la moto, lilimchukua Henoko akapotea. Katika jina la Yesu Kristo ninaachilia neno la kinabii, kukaweko na ajenda ya kimbingu ya kukutoa mahali ulipo, sio kwa njia za kawaida. Mungu ukatoke hapo katika jina la Yesu Kristo, ukatoke hapo katika jina la Yesu aliye hai. Na mtu mwenye imani aseme amina iliyoshiba. Ongeza sauti, sema amina. Piga kelele, sema amina. Sema tena amina. Tembea na Mungu. Mungu anataka nini? Mungu anataka maombi, ingia kwenye maombi. Mungu anataka nini? Mungu anataka dhabihu, ingia kwenye dhabihu. Mungu anataka nini? Mungu anataka nifunge na kuomba, ingia kwenye kufunga na kuomba. Mungu anataka nini? Mungu anataka nimtumikie kwa nguvu. Kulingana na wengine tuko hapa, lakini tunatoka madhabahu mbalimbali. Utembee na Mungu huko uliko. Mimi
sina haraka uje hapa. Wewe huko uliko. Hapa watakuja. Hapa wanakuja. Hii ngwe haihitaji we soft. Hebu kusa mtu mwambie, hii kazi haihitaji we soft. Mwambie mtu, hii kazi haihitaji we soft. Watakuzoea sana. Yaani haihitaji we laini. Inahitaji we mbabe. Katika jina la Yesu Kristo, kutembea na Bwana kunahitaji wababe. Kunahitaji watu waliovamilia. Kunahitaji watu waliokushuhudia. Kutembea na Bwana kunahitaji wababe rohoni. Na 2026 tutaombea kibabe. Tutaombea kibabe. Januari hii nataka niende nikaonane na mganga mkuu wa hospitali. Alafu nimwambie nina bima ya watu wote ambao mnawakatia tamaa. Mtu anapokea. Kuna watu wanaponaga wenyewe tu. Yaani anapona mwenyewe tu. Yaani mwenyewe tu. Nani msaidie kusema mimi? Nani msaidie kusema amen? Tembea na Mungu, mtu wa Mungu. Kutembea na Mungu kutakutofautisha na wao. Kutembea na Mungu kutakutoa. Yaani historia yako haitaishia kama ilivyoishia wale. Saidia kusema amen. Jambo la pili, mjua Mungu wako. Ni vizuri kutembea na Mungu na mjua. Ufalme wa kwanza 19. Ufalme wa kwanza 19. Anzia mstari wa 11. Andiko anasema, akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunja miamba mbele za Bwana. Lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo. Elia alipoisikia, alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Na tazama, sauti ikamjia kusema, unafanya nini hapa Elia? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameyaacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu. Nena Mungu unayemjua. Sio, unanielewa? Tembea na Mungu unayemjua. Ana uwezo wa kufanya mambo yapi? Elia alikuwa miongoni mwa watu waliomjua Mungu wao.